Karibu kwenye ulimwengu wa simulizi. Ulimwengu utakaokupa mafunzo, burudani, lakini pia mabadiliko katika maisha. Na leo nakuletea simulizi ya pekee, simulizi itakaosisimua na kukubadilisha maisha. Na si mwingine ni mimi msimuliaji wako, Jessica Nathaniel. Na leo nakuletea simulizi hii, Huruma Yangu Imeniponza. Huruma ni tabia njema ambayo jamii nyingi huinua kama nguzo ya utu. Tunafundishwa tangu utotoni kusaidia wenye shida, kusamehe waliokosea na kuamini kuwa wema hulipwa kwa wema. Lakini si mara zote huruma huzaa matunda mema. Wakati mwingine huruma inazidi mipaka na busara, hugeuka kuwa mzigo unaoweza kuharibu maisha ya wenye kuitoa. Huu ni ushuhuda wa maisha yangu. Simulizi ya jinsi nilivyopoteza amani, heshima na karibu nilipoteza kila kitu kwa sababu ya huruma yangu kupita kiasi. Nilikuwa nikiishi maisha ya kawaida kabisa katika mtaa wa Mwembeni. Nilifanya kazi kama karani katika kampuni ndogo ya usafirishaji. Mshahara wangu haukuwa mkubwa, lakini ulitosha kuendesha maisha yangu kwa utulivu. Nilikuwa mtu niliyependa kusaidia watu, iwe ni ndugu, jirani na hata mgeni. Watu wengi walinijua kwa jina la utani, Andika Huruma, kwa sababu sikuwa napenda kumuona mtu akiteseka bila kujitolea kumsaidia. Siku moja jioni nilipokuwa narudi nyumbani kutoka kazini, nilimkuta jirani yangu mpya aitwaye Musa amekaa nje ya nyumba yangu akiwa ameinamisha kichwa. Uso wake ulionyesha huzuni nzito. Nilimsalimia, lakini alijibu kwa sauti ya chini isiyo na matumaini. Nilihisi moyo wangu kuguswa. Nilipomuuliza kilichokuwa kinamsumbua, alinisimulia kwa uchungu kuwa alikuwa amepoteza kazi na alikuwa na deni kubwa la kodi ya nyumba. Alikuwa na mke na watoto wawili waliokuwa wakimtegemea. Maneno yake yalijaa majonzi kiasi kwamba sikuhitaji ushahidi zaidi. Nilimhurumia sana. Bila kufikiri sana nilimpa pesa za kodi ya miezi miwili, pesa ambazo nilikuwa nimeziweka kwa ajili ya kujiendeleza kielimu. Alinishukuru kwa machozi akiapa kuwa atarudisha mara tu atakapopata kazi. Nilirudi nyumbani nikiwa na amani moyoni, nikijiona nimetenda jambo jema. Miezi ilipita, Musa kuonyesha dalili za kurejesha deni wala kupata kazi. Badala yake alianza kunitumia mara kwa mara kwa kuniomba msaada mwingine, chakula, pesa za shule za watoto, hata vocha ya umeme. Kila nilipojaribu kusita, nilikumbuka uso wa watoto wake na machozi ya mkewe. Huruma ilinifanya kushindwa kusema hapana. Marafiki zangu walianza kunionya. Waliniambia kuwa Musa alikuwa ananitumia, kwamba alipaswa kuweka mipaka. Lakini niliona kama walikuwa wakatili. Nilijiambia huenda kweli anapitia wakati mgumu. Nilipuuzia ushauri wao. Siku moja kampuni niliyokuwa nafanya kazi ilipata matatizo ya kifedha na mshahara ikachelewa sana. Nilianza kukopa ili kuendelea kumsaidia Musa. Ndani yangu nilianza kuchoka, lakini bado sikuthubutu kuacha. Nilikuwa nimefungwa na huruma yangu mwenyewe. Hatimaye siku moja niliitwa ofisini. Meneja alinieleza kuwa nilikuwa nimetuhumiwa kwa kutoa taarifa za kampuni kwa mtu wa nje. Nilishangaa sana. Baada ya uchunguzi mfupi ilibainika kuwa taarifa hizo zilikuwa zimevuja kupitia simu yangu. Niliposhangaa zaidi, nilikumbuka kwa mara kadhaa nilikuwa nikimpa Musa simu yangu aitumie akidai hana salio. Ukweli mchungu ukajitokeza. Musa alikuwa akituma taarifa hizo kupitia faida binafsi. Nilifukuzwa kazi bila nafasi ya kujitetea zaidi. Dunia yangu iliporomoka. Nilipomkabili Musa hakujali, alinicheka na kuniambia, kila mtu atajitafutia maisha. Huruma yako ni tatizo lako. Maneno haya yaliniumiza kuliko kitu chochote. Nilihisi kusalitiwa, kudhalilishwa na kujilaumu. Nilipoteza kazi, akiba na hata heshima yangu kwa baadhi ya watu waliodhani nilikuwa mjinga. Nilichukua miezi mingi sana kujijenga upya. Nililazimika kuanza biashara ndogo ndogo ili kuishi. Wakati huo wote nilijifunza kwa uchungu kuwa wema bila mipaka ni hatari. Kuanza biashara ndogo za kuuza vifaa vya ofisini, maisha hayakuwa rahisi. Kulikuwa na siku nililala njaa, siku nilikosa hata nauli ya kwenda sokoni kununua bidhaa. Wakati mwingine nilikaa peke yangu nikijiuliza maswali mazito. Je, kosa langu lilikuwa nini? Je,
kusaidia ni dhambi? Lakini kila nilipokumbuka uso wa Musa na maneno yake ya dharau, moyo wangu ulijaa hasira na majuto. Siku moja asubuhi nikiwa dukani kwangu dogo, nilimuona mwanamke mmoja mzee amesimama nje kwa muda mrefu. Alionekana mchovu na dhaifu. Alipoingia aliomba msaada wa pesa ya nauli ili arudi kwao. Kwa sekunde chache moyo wangu ulitetemeka. Huruma ile ile ya zamani ilijaribu kuinuka ndani yangu, lakini safari hii nilisimama kidogo. Nilimuuliza maswali kwa upole, nikasikiliza kwa makini. Nilimpeleka hadi kituo cha basi badala ya kumpa pesa mkononi. Alinishukuru sana. Nami nilirudi dukani nikiwa na amani. Ndipo nilipotambua kuwa sikuwa nimepoteza utu wangu. Nilikuwa nimejifunza kitu tu, kutumia kwa hekima. Miezi iliyopita biashara ilianza kukua polepole. Siku moja nilisikia taarifa kuwa Musa alikuwa amekamatwa kwa tuhuma za utapeli na wizi wa taarifa. Habari hile haikunipa furaha wala huzuni, ilinipa somo. Nilielewa kuwa tabia za mtu hufuatana naye popote endapo, na kila mmoja huvuna alichokipanda. Miezi kadhaa ilivyopita biashara ilianza kukua polepole. Siku moja nilisikia taarifa kuwa Musa alikuwa amekamatwa kwa tuhuma za utapeli na wizi wa taarifa. Habari ile haikunipa furaha wala huzuni, ilinipa somo. Nilielewa kuwa tabia za mtu hufuatana naye popote aendapo, na kila mmoja huvuna alichopanda. Nilimtazama Musa kama kioo cha kunionyesha udhaifu wangu wa zamani. Sikuchukia tena, bali nilijifunza kusema hapana bila kuhisi mwenye hatia. Nilijifunza kuwa kusaidia si lazima kuharibu maisha yako mwenyewe. Zaidi ya yote nilijifunza kujithamini. Leo hii nikikumbuka yote niliyopitia, siwezi kusema kuwa natamani nisingekuwa na huruma. Hapana, lakini natamani ningekuwa na busara mapema. Maumivu niliyopitia yalinijenga, yalinifanya mtu imara zaidi, mwenye mipaka na mwenye uelewa mpana wa maisha. Simulizi hii ni ushuhuda kwamba huruma ni zawadi, lakini bila busara hugeuka kuwa lawama na laana. Kusaidia ni wema, lakini husaidia bila mipaka ni kujidhuru. Nilipoteza kazi, heshima na utulivu kwa sababu ya huruma isiyokuwa na tahadhari, lakini kupitia maumivu hayo nilijipata upya. Kwa yeyote anayesikiliza simulizi hii, kumbuka kuwa na moyo mwema, lakini uwe na macho makali. Sikiliza, uchunguza na jithamini. Maisha hayahitaji utu uliokithiri unaokuumiza, bali yanahitaji busara inayolinda wema wako. Huruma yangu iliniponza, lakini somo lake ndio lililoniokoa. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo wa simulizi hii. Huruma yangu ilivyoniponza mpaka mwisho wa simulizi hii. Ulikuwa nami Jessica Nathaniel. Tukutane katika simulizi nyingine.